Mzigo huu hapa, mwamba Christian anaonekana kuenjoy na mke wake Anna baada ya kufunga ndoa. Maisha mazuri tu hapa, gari, mjengo mkali na mengine mengi. Bibi Anna aliona ndoa sasa ndiyo furaha yake na maisha yake yamenyoka. Huyu hapa Anna baada ya wiki moja ya ndoa anatembelewa na shoga yake huyu wa muda mrefu sana, anaitwa Winnie. Winnie anamwaga maua tu kwamba ndoa inaonekana imekupendeza sana, una grow tu, mambo ya wanawake tena kusifiana. Anna anamwambia unanipanga na wewe utaolewa soon. Shoga yake Winnie anakataa kwamba mimi naona bado kumpata huyo mtu. Wakiwa sebreni pale, mara Chris huyo hapa mume wake na Anna anasema mume wangu kafika, mahaba tu pale. Winnie anaona hawa ndo wanaishi sasa, sio mimi. Siku kadhaa zikapita, show za kutosha hatimaye zimeleta matunda bana. Anna huyu anafanyia surprise Chris, anakuja kumuonyesha nguo za mtoto huko. I say noma pale. Chris anauliza unataka kuniambia tunatarajia mtoto? Anna anasema basi hilo sio swali, mtoto yupo. Basi mapenzi kama yote pale, ile ni noma sana. Miaka 4 ikakatika kwenye ndoa hii, mambo ni mengi sana. Taratibu sasa ndoa ikaanza kubadilika, wanandoa hawa hawana muunganiko tena. Anna huyu haoni tena hamu zile alizokuwa nazo mumewe kabla ya ndoa. Chris anafika analala tu. Bibie ana miss moment za kimahaba sana. Mpaka asubuhi jamaa hajiongezi, basi bibie ana mind sana. Ofisini huku Anna anawaza tu kwamba kuna kitu ana misi sasa. Kila siku wapo busy na kazi tu, hakuna kingine wanafanya. Baada ya muda, miaka 4 ya ndoa anaiona chungu sasa. Baada ya hapo alirudi nyumbani. Wakati anasubiri mumewe anakuja kama faraja, mjomba Chris anakuja na malalamiko tu hapa. Wafanyakazi wanazingua, tunapambana lakini matokeo kidogo. Jamaa haelewi kwamba mkewe amechoka. Mke wake akaamua kufunguka pale. Nimechoka na kila kitu. Jamaa nalo kama jinga tu anasema nitakutoa out twende sehemu kwa siku 5. Hayo yote hayakuwa na maana. Bibi Anna kuna moment kazimisi ambazo jamaa hataki kujiongeza. Walifanya hiyo vacation na hapa wanarudi, lakini Anna anasema bado hakuna kilichobadilika akilini mwake. Mapenzi ya mumewe hayapo tena. Alifika nyumbani na kujilipua kidogo hapo ili awe hewani kwanza, huku mumewe akaingia jikoni kutengeneza vitu. Bibi Anna huyo hapa anamkumbatia mwamba hapa. Jamaa anasema umenishtua kweli. Bibi Anna akaanza mitego pale, mume wangu nataka tufanye kitu hapa. Jamaa haelewi mke wake kulikoni, mbona amepagawa hivyo. Anna anasema nataka tufanye hapa jikoni. Jamaa anasema hapana, hapa si sawa, twende chumbani. I say ile ilikuwa ni vita kati ya Anna. Anna anachukia sana, kuna vitu anavitaka, lakini huyu Chris amekuwa mzito kufanya na hamuelewi. Ilimuumiza sana kwani hana furaha tena na ile ndoa yao. Hawa tena wanajiandaa asubuhi kwenda kazini. Anna anaenda kuweka sawa shati la Chris. Mara jamaa anaona mkononi Anna hana pete. Ile ilimvuruga sana. Anauliza pete iko wapi? Basi ilibidi jamaa ichukue na kumpisha. Hii ni ishara mbaya sana kwa wanandoa hawa. Usiku tena ratiba ni zile zile. Jamaa akifika tu anadondoka. Bibi Anna anatamani kuenjoy hata kidogo, lakini wapi. Hapo Anna anafanya jitihada za kila aina kutaka penzi la mume wake, lakini mtu hataki wala hashtuki. Aisee, Anna anajiuliza huyu mtu amekuaje? Hanitaki au mwanamke mwingine ambaye anamalizana naye huko nje ananificha mimi? Akiwa kitandani na mume wake anakumbuka nyakati hizi akiwa na huyu ex wake. Haya ndo mambo ya ex wake alikuwa akimfanyia usiku. Mechi za moto tu kila muda. Anarudisha kumbukumbu, anaona mumewe kalala pale. Sasa hii kumbukumbu ni mbaya sana kumkumbuka huyu ex wake. Akiwa jikoni pale asubuhi, mawazo yanamjia tu. Mara simu inaita. Mtoto wake anamletea, mama simu hii. Yupo pale lakini hashtuki chochote. Chris anafika pale anashangaa, dada haelewi na mambo yanaharibika. Jamaa akasema nitakupeleka hospitali. Inaonekana kuna kitu hakipo sawa. Unaumwa wewe. Mchana huu bibi akasema njoo unikande mgongo, unauma hapa. Wakati jamaa anamnyoosha pale, bibi Anna anatoa miguno tu. Pale jamaa anauliza nini hiki unafanya mchana huu, mtoto yupo? Anna anasema weka mambo tuondoke. Chris anasema umekuaje wewe? Tunafanyaje mchana huu na mtoto yupo? Aisee, pale ikawa ni mivutano. Yaani Anna analazimisha show pale, lakini Chris anakataa kwamba haiwezekani muda ule. Ile ni noma kweli. Anna alifunga safari sasa mpaka kwa shoga yake huyu Winnie. Sasa huku ipo hivi. Huyu kaka yake na Winnie ndo walikuwa boyfriend wake. Kwa hiyo huku alipoenda ndo yupo pia ex wake huyo, na ndiye anampokea mlangoni. Anna ikabidi amwambie mshikaji, sijakupata wewe tafadhali.
nitie dada yako Winnie. Moyoni Ana anamkubali sana huyu bro wake na shoga yake. Anatamani hata mambo yarudi, lakini ndiyo hivyo, ameshaolewa. Alipokaa kwenye ile sofa anamsubiri shoga yake, ndiyo hiyo sehemu aliyotolewa bikra na mwamba hapo. Basi akazikumbuka hizo nyakati. Aisee, ile ni hatari. Anashtuka anakuta Winnie huyu hapa. Winnie naye haelewi huyu mtu mbona siku hizi hana furaha kabisa. Basi Ana ilibidi tu aeleze pale ukweli kwamba ndoa yake kwa sasa ni ngumu. Hakuna linalofanyika. Wapo tu wanatazamana. Winnie yeye alishauri Ana aongee na mumewe wayaweke sawa yaishe. Huku sasa hatimaye ni birthday ya Ana na Chris tayari amesharudisha mahaba hapa. Basi akamwambia sema chochote leo nakufanyia. Ana akasema subiri nije. Jamaa anashangaa, Ana anakuja na kamba. Chris anauliza kamba ya nini hiyo? Ana anasema nataka unifanye vitu kama umeniteka hivi. Nifunge kamba mikononi afu tufanye mambo yetu mpenzi wangu. Ile ilimvuruga sana Chris kwamba mambo hayo ni ya kishetani. Amekufundisha nani? Au ni movie gani unaangalia wewe? Basi mle ndani mashetani yanapishana tu. Hakuna linalomwelewa mwenzake. Tena huko ofisini Ana anambananisha Chris, anataka afanye pale pale ofisini. Chris anasema nini hiki unataka kufanya ofisini? Ana anasema haraka tu ni kidogo na hapa ni ofisini kwangu, unamwogopa nani? Yani hapa changamoto kwa wengine inakuwa ni mwanamke kukataa kushiriki tendo, lakini hapa mwanaume ndo anamkataa mke wake. Hii ni noma sana. Hata kwenye gari bibi Ana anatamani wafanye jambo pale, lakini jamaa bado mzito kujiongeza. Unaambiwa usipompa mkeo anachokitaka basi ataenda kutafuta kwingine. Na hapa sasa Ana anakumbuka tena show za ex wake ambaye ni kaka yake na yule shoga yake Winnie. Anakumbuka namna alipokuwa akimtia pingu na kufanya mabaratu. Njia ikawa moja tu mpaka kwa shoga yake Winnie. Hapa ameamua kumpa ukweli wote kwamba nimejitahidi, mume wangu hataki kufanya chochote. Nimejaribu mara nyingi kumshawishi lakini wapi. Sasa naomba nirudi kwa bro wako. Makubwa yale. Winnie mwenyewe anashangaa, bro wangu ameingiaje hapa? Baki na mumeo yule humwezi. Akasema hapana, namtaka tena bro wako, kuna vitu alinifanyia sio vya kawaida. Naomba leo niongee naye tu. Winnie akasisitiza kwamba bro wangu ni mtu wa wanawake wengi. Humwezi yule. Wakiwa pale chuma hicho hapo kinaingia na mwanamke mwingine. Haya ndio anayoyataka sasa Ana. Winnie anamwambia umeona sasa? Huyu mtu abadiliki. Ndio huyo kila kukicha wanawake. Huyo ndo unasema utamweza wewe? Ana mwili wote ukamwishia nguvu hapa. Hii ni noma sana. Tusogee tena paka sehemu ya pili. Subscribe channel hii ili uweze kupata movie mpya kila muda.